Wanawake wengi wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto ya UTI sugu kwa muda mrefu sana na wamejaribu kupata matibabu sehemu tofauti tofauti pasipo mafanikio. Sasa leo napenda kushare na nyinyi mambo muhimu sana ambayo mwanamke anapaswa kuzingatia ili kuweza kujikinga na changamoto ya UTI sugu. Njia ya kwanza, mwanamke unashauriwa kuosha sehemu zako za siri kwa usahihi. Naposema kuosha sehemu zako za siri kwa usahihi, maana yake unashauriwa kuosha kutoka mbele kwenda nyuma au kutoka ukeni kuelekea nyuma baada ya haja ili kuzuia bakteria kuingia kwenye njia yako ya mkojo. Njia ya tatu, mwanamke unashauriwa kunywa maji kwa wingi sana. Maji husaidia kuweza kuosha mkojo, kuosha njia yako ya mkojo na kupunguza uwezekano wa bakteria kuongezeka. Na at least unashauriwa mwanamke kunywa maji glasi 8 mpaka 10 kwa siku. Sasa kuna mtu hata glasi 1 kunywa kwa siku hawezi. Hata glasi 2 kunywa kwa siku hawezi. Hii ni hatari sana, kwa ndio maana wanawake wengi sana wanajikuta wanapata maambukizi ya mara kwa mara kwenye via vyao vya uzazi. Njia ya tatu, mwanamke usiuzuie mkojo. Narudia tena, mwanamke usiuzuie mkojo. Ni muhimu sana tu pale unapokuwa unajisikia haja ndogo kwenda ukojoa kwa haraka sana, kwa sababu unapokuwa unauzuia mkojo unaongeza uwezekano mkubwa sana wa bakteria kuongezeka kwenye via vyako vya uzazi. Njia ya 4, kojoa tu mara baada ya kushiriki tendo la ndoa au kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Hii inaenda kupunguza uwezekano wa bakteria kuingia kupitia njia ya haja, kupitia njia ya mkojo wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Njia ya 5, hii nasisitiza sana, vaa nguo za ndani zenye pamba. Narudia tena, mwanamke msafi, mwanamke anayetamani kuilinda afya yake ya uzazi, ni muhimu sana na ni lazima kuvaa nguo za ndani zenye pamba. Epuka nguo za ndani zinazobana au zilizotengenezwa kwa polyester. Hizi zinaenda kuchochea unyevunyevu unaosaidia bakteria kuweza kukua. Can you imagine mwanamke toka asubuhi umevaa suruali, umevaa nguo za ndani zimebana sana toka asubuhi mpaka jioni. Jasho ni lako, kila kitu ni chako. Unaona, na kuna mwingine hawezi hata kubadilisha nguo za ndani. Sasa hii kwa mwanamke ni hatari sana, japo wengi huwa hatuwezi kulielewa hilo. Unaona kabisa wakivaa nguo ya ndani toka asubuhi mpaka jioni sawa, na imeweza kubana, unaona ni sawa tu. Jasho umo, kila kitu umo. Ndio maana tunajikuta wengi sana tunapata pia changamoto za miwasho ukeni, unaona, harufu mbaya ukeni, harufu za shombo kama za samaki, kwa sababu hatuwezi kujitunza vizuri ama kutunza mazingira yetu ya uke vizuri. Sasa ni muhimu sana mwanamke kuweza kuzingatia hili. Vaa nguo zako za ndani zenye kulegea, sikubane sana, lakini pia kuwa msafi wa nguo zako za ndani. Piga pasi nguo zako vizuri, zifue zikauke vizuri. Sivae nguo ambazo bado hazijakauka vizuri au zina unyevunyevu. Pia kitu kingine ambacho nipende kuwashauri sana wanawake, unapokuwa unafua nguo zako za ndani, hakikisha umeweza kuzianikia nje kwenye jua, zimekauka vizuri. Baada ya hapo piga pasi, unaweza kuzivaa. Hiyo itakusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Njia ya 6, kula vyakula vyenye vitamini C kama limao, machungwa na matunda mengi. Hii inaenda kusaidia kuzuia ukuaji wa bakteria kwa kufanya mkojo wako kuwa na asidi kidogo. Njia ya 7, tumia probiotics au virutubisho lishe vyenye asili. Tumia probiotics au tumia virutubisho lishe vya asili, kwa sababu hivi unapokuwa unavitumia, jambo la kwanza ni kwamba havina kemikali yoyote ile. Wanawake wengi sana nimeweza kuona napokuwa amepata tu changamoto kidogo huwa anakimbilia dispensary kuchukua zile dawa za kutuliza maumivu, Powersafe, vidonge vya kuweka ukeni. Asilimia kubwa unapokuwa unavitumia hivi mara kwa mara, kwa vinaenda kuathiri wale bakteria wazuri kwenye via vyako vya uzazi. Mwisho wa siku kizazi chako kinakuwa kimebaki open, ni rahisi kushambuliwa na magonjwa mengine kadha wa kadha. Jambo la 8, epuka sabuni kali ama spray au perfume kwenye uke, kwa sababu wanawake wengi sana apokuwa anajihisi kwamba iza natokwa na harufu mbaya ukeni, unaona, huwa anajioshea sabuni, lakini pia anakuwa anajipiga spray zenye harufu kali sana. Sasa hii huweza kusababisha uwiano wa bakteria kuvurugika na kuongeza uwezekano wa UTI, kwa sababu wale bakteria wazuri huwa wanaweza kuasilika kwenye via vyako vya uzazi. Mwisho wa siku kizazi chako kinakuwa kinabaki natawaliwa na bakteria wabaya. Ndio maana walio wengi
utasikia anaanza kupata miwasho ukeni, anapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, unaona anapata michubuko wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Jambo la mwisho kabisa, mwanamke kumbuka kuwa UTI inapokuwa inajirudia zaidi ya mara 2 au mara 3 au mara 4 kwa mwaka, ni lazima kuweza kufanya vipimo vya kitaalamu ili kuweza kujua chanzo cha tatizo na kuweza kupata matibabu sahihi ambayo yataenda kudili na vile vyanzo vya tatizo. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wamesumbuliwa na UTI sugu kwa muda mrefu sana, unaweza kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata matibabu sahihi yale yatakwenda kudili na vile vyanzo vya tatizo mpaka matokeo ya tatizo. Asante sana.